Mimi ni Geoffrey Kitutu, manager wa Marina Resort Center. Imekuwa leo saa 6 ikielekea, tumefungua kazi, tunaanza kufanya kazi na wafanyakazi wenzangu. Tukaona kwa ghafla vijana wakaingia. Walipoingia pale ndani, wakaingia kama wanatembea pole pole, na mwisho walikuwa na mipini. Wengine wamefuata nyuma na mipini, wakaanza kurusha mawe, wakaanza kupasua vioo. Tulipoanza kujipanga kwamba sasa nini kinatendeka, kikundi kingine kikatokea tena nyuma. Maafa yametendeka. Walipoingia ndani ya jikoni, wameharibu vyakula vyote vya wateja vilivyokuwa jikoni, karibu 25,000 ya siku ya leo, hiyo jikoni peke yake. Viti walichukua, TV mbili 43 inch zote wakabeba, wakachukua mitambo ya wifi wakavunja, wakaenda pale hiyo signal ya DSTV pia wakavunja. Kuna viti na meza pia wakachukua hapo ndani. Vijana walikuwa zaidi ya 150. Na walikuwa na command post moja, kuna mtu mmoja walikuwa wanamtaja jina lake. Wakijaribu kuretreat anawaambia endeni mbele. Sasa wale wa mbele wanaambia watu wa nyuma, Rombosi amesema tuende ndani. Wakavunja ile lango, wakaingia ndani. Sasa mali yote ambayo wameshaharibu, tulipofanya hesabu na ukaguzi hapa ndani ni zaidi ya milioni 1,800,000. Naitwa Janet Majimbo, First Lady Kabuchai. Our security is at stake. Just like Mheshimiwa amekuwa akisema kwamba maisha yake iko hatarini, si yake tu, ni maisha yake na familia yake na hata majirani. Ombi langu kwa security agencies, naomba security agencies will up their game, because at the time when all this happened, nilipigia OCS Chwele simu, na la kushangaza OCS aliniambia yeye hayuko station, na maafisa wa usalama pia hawakuwa station. Akaniambia wote walikuwa deployed kwenda ku supervise mtihani, na that is why hiyo uharibifu ilifanyika hivyo. Walipata muda wa kutosha kufanya uharibifu, wakamaliza na wakateremka kuja nyumbani kwa mheshimiwa. Vile tumesimama hivi, walio nyuma yangu na wengine ambao wako hapa walikuja kushika doria. Our security is not assured, because wakati kitendo kama hicho kinatokea, police station iko karibu na ilichukua karibu 1 hour. Ndio OCS akanipigia, nikampigia simu, akaniambia sasa amefika Marina and 2 people were arrested, and at that time already the damage had been done. Sasa ni jambo la kusikitisha sana, na tunathibitisha kwamba maisha yetu iko hatarini. Kwa majina naitwa Geoffrey Onyini Mwana, mkaaji wa Kabuchai, kutoka area naitwa Rurende. Mimi ni mfanyakazi wa Mheshimiwa Majimbo Kasini. Nimehuzunika sana kwa tumesikia leo watu wamevamia wateja mheshimiwa. Na tena wametoka hapa wakaenda kwa Pomalaki na kuvamia Pomalaki. Kama vijana hawangekuwa huko wakafukuza wale watu, tena walikuwa wanataka wapasue waharibu Pomalaki. Halitakuwa jambo mzuri. Kama ni siasa, watu waombe tu kura. Siasa sio kwenda kuharibu biashara ya watu wengine. Wameharibu hapa vitu mingi. Mkiangalia hizi building wameharibu wamesabatifu. Wamefukuza paka wateja wanakuwa wanafika kula hapa. Ndio wamewafukuza hapa. Hawa wateja wengine hata sio wa hapa Kabuchai, wanatoka mbali. Wengine sio hata hapa Chwele, wametoka mbali. Wamekuja tu hapa pia
kujiprotektisha na familia zao, wanapika paka wateja. Kweli mtu amekucha ameitia chakula chake aka anakula, mtampika kwa njia gani? Wacha wafanye siasa ya amani, watu waombe kura ya amani, wakikupatia kura ukupatie kura. Wakikunyima kura ukunyime kura. Machimbo pia ni mkaacho wa Bungoma, mkaacho wa Kabuchai kama wewe. Hawa watu wenye wamesimama hawa ni watu wa Kabuchai. Nenda omba hawa watu kura, wakikubali kupatia kura ukupatie kura. Hakuna hacha ukitoka hapa tena mtu mwenye atakupigia kura unatoka nje unamwibia paka simu. Kwa majina naitwa Justin Simiyu. Mimi ni jirani wa Machimbo wa MP. Niliona watu wakitoka kwa MP wamepepa vitu yao wakipita kwangu. Sana mtoto wangu msichana alikuwa nje ameshika simu yake na anatondoa mboka. Walinifamia kwa poma. Wakapepa simu zote zikaenda. Sasa mimi ninaomba hiyo simu nitalipaje? Na niye mkopa pato inalipiwa. Simu yangu 2 ndoko na kubwa. Na mimi ni mama mchane. Nitafanyaje? Kidogo. Anza tu mama. Kwa majina naitwa Tunai na Balai. Nimehuzunika sana na nina uchungu sana. Nimekuwa hapo kwangu niliposikia sauti kubwa nikatoka nikasimamia kwa kiti yangu nikuangalia nje. Alafu mchukua akaniambia kuhusu jaribu kwa sababu hawa watakupika mawe. Sasa nikainama na nikaendelea kuchungulia. Kitu ambaye inanikasirisha ni watoto wadogo sana. Kwa sababu mchukuu wangu ako grade 6 na ameniambia hawa wenye wanapita hawa ninasoma na hao. Ndipo nalia. Mtusaidie serikali. Hii uchaguzi ya Kabuchai isifanane hivi. Sisi tunaenda wapi? Tutaishi hache? Watoto wenye wamefunga shule jana tu sai wako kwa barabara na mawe. Serikali tusaidie. Baba wetu, wacha nikuheshimu, nimesimama hapa. Hii mambo wewe una uwezo wa kuamurisha na mambo iwe sawa. Sisi tusipite hapa. Watoto watoko hawa wakiwawa kama Botcat angekuwa na uwezo angeua hawa watoto, sisi tungesimama wapi? Wacha watu tupendane. Wacha inji yetu tuwe na upendo. Hii maneno si mzuri. Sana bwana. Sasa mambo wanaharibu mambo ya mheshimiwa. Hii ni mambo gani haya?